mfuatiliaji wa kipindi chetu cha Discover Your Purpose and Destiny, napenda kukaribisha katika kipindi chetu cha leo. Na kama unavyofahamu, katika vipindi vyetu vya biashara, nia na madhumuni ni kwa ajili ya kukusaidia wewe kuweza kuifikia ndoto yako ya kuwa na biashara ambayo unaipenda kuwa nayo katika maisha yako. Yawezekana umewahi kufikiria kwamba uanzishe biashara gani, utaanzishaje biashara? Hayo yote yawezekana ni maswali ambayo yamekuwa yanakusumbua wewe kuweza kufikia ndoto yako. Ukiwa nasi katika kipindi chetu cha biashara ama vipindi vyetu vya Discover Your Purpose and Destiny, utaweza kugundua ndoto yako kwa haraka na kufanya linalopaswa kulifanya. Sasa leo tunaenda kuzungumzia juu ya mbinu za kufanya wewe uanze biashara yako. Unajua kwamba watu wengi wamekuwa wanataka kufungua biashara, lakini anaanza kuwaza katika kichwa chake kwamba labda nahitaji mtaji mkubwa sana, mamilioni ya fedha ili niweze kufanya biashara. Leo hii naenda kutoa katika eneo hilo kwa kupatia mbinu 8 ambazo zitakuwezesha wewe kuweza kufikiria na kuanza biashara ambayo ungeweza kuifanya kwa mtaji kidogo sana. Jambo la kwanza ambalo taenda kuliangalia ni juu ya mahitaji ya soko. Mahitaji ya soko. Wewe unafahamu kwamba biashara yoyote ile inayofanywa, maana yake ni kwamba yuko mtu ama wako wateja ambao wanaweza kuhitaji bidhaa ama huduma ambazo unatakiwa kuzihitaji au kuzitoa. Kwa hiyo uwezo wa kuangalia mahitaji ya soko, tafasiri yake ni kwamba unahitaji kwenda kuangalia watu katika hilo eneo ambalo wewe unataka kufanya biashara wanahitaji nini. Mbinu ambayo unaweza ukaitumia ni pamoja na kufanya simple survey ama kuzunguka kwa watu, kuzungumza na watu, au kuangalia tu kwa macho yako kwamba pale ambapo unahitaji kufanya hicho kitu ni kitu gani ambacho watu wanahitaji nacho. Yawezekana watu wanahitaji maji baridi, wanahitaji chakula, wanahitaji bidhaa fulani, wanahitaji mboga. Kwa hiyo wewe katika hivyo ndio unaweza kufanya tathmini yako kidogo na kugundua kwamba kumbe hili soko ambalo mimi nahitaji kutrade na nikiwa na mtaji mdogo, hiki ndicho kitu ambacho kinachohitajika kwa wakati huu. Hiyo ni mbinu namba 1. Mbinu namba 2 ni swala zima la mtaji. Biashara yoyote inahitaji kuwa na mtaji, na hapa katika huu mtaji ndio maana nahitaji hapa uwe makini kunisikiliza vizuri uweze kujua mtaji haimaanishi ni fedha tu. Mtaji unamaanisha vitu vingi. Mtaji inaweza ikawa ni wapi ambapo hizo biashara utakapoziweka, inaweza ikawa ni chumba au maeneo fulani, muda ambao utautumia kwa ajili ya kufanya biashara, nani ambaye atakuwa anasimamia, ni wewe mwenyewe au ni mtu mwingine. Hizo zote watu nasema kwamba hii ni kama ni mtaji ambao unahitajika kwa ajili ya kuanza biashara. Lakini specific, kwa sababu biashara ndogo, natumai katika kipindi chetu kile cha aina ya biashara uliwahi kufuatilia kujua kwamba tunaposema aina za biashara tunamaanisha nini. Kwa hiyo kwa biashara ndogo ambayo inahitaji mtaji mdogo, kimsingi wewe mwenyewe ndio unapaswa kujitoa kwa ajili ya kufanya hiyo biashara, ama mtu mmoja ambaye unaweza ukamweka akakusaidia kufanya hiyo biashara. Kwa hiyo mbinu ambayo unaweza ukaitumia hapa ya kuangalia mtaji ni kwamba wewe umeshagundua kwamba soko linahitaji nini. Labda wanahitaji chakula, wale watu wako maeneo hayo ambayo unataka kutoa huduma ya chakula. Kwa kitu cha kufanya ni kwamba kwanza lazima uorodheshe vitu vyote ambavyo vinahitajika kwa ajili ya kuanza hiyo biashara. Ukishaweza kupata vile vitu, sasa unaanza kufanya quantification kwamba kila kitu kinahitaji gharama kiasi gani, kama ni unga, kama ni maji, kama ni sukari, kama ni mchele, lakini pia kama ni kijana ambaye utamlipa au wewe mwenyewe utajilipa kufanya ile kazi. Kwa hiyo unaanza kupiga vitu vyote, unaangalia gharama ambayo inanihitaji mimi kwa ajili ya kufanya hii kazi, jumla ya fedha zote zinazohitajika ni fedha kadhaa. Kwa hiyo unaangalia sasa, huko mbeleni nitakuja kuonyesha jinsi ambavyo unaweza ukafanya, lakini kimsingi wewe umeshatambua kiasi fulani kitahitajika kwa ajili ya mimi kuanza biashara hii. Mbinu ya pili. Mbinu ya 3 ni kuangalia ujuzi wako, kipaji, elimu ama uzoefu uliokuwa nao. Wewe unaweza ukawa unafanya kazi sehemu fulani, labda mkoa fulani, huko Mwanza, huko Tabora, unahamia Dar es Salaam, huko Dar es Salaam unahamia Kigoma au mahali pengine. Sasa lazima uangalie wewe una elimu gani, una ujuzi gani, lakini pia una experience ama una uzoefu gani. Kwa hiyo katika vile vitu unaangalia kwamba katika hivi vitu, hata kipaji pia ambacho ni muhimu sana, unaangalia kwamba kwa kipaji changu mimi nilikuwa nacho. Yawezekana wewe ni mshonaji mzuri au designer mzuri. Kwa hiyo ni wazi kwamba katika ile biashara unayotaka kuifungua inaweza ukafanya biashara ya kudesign, ama wewe unaweza ukawa ni fundi tu, unaweza ukawa ni fundi simu ama fundi wa kitu chochote. Huo ni ujuzi uliokuwa nao. Unaweza ukawa wewe labda ni mtu ambaye wewe una uwezo wa kufanya ama kusuka vitu fulani, mkeka,
unaweza ukatumia hiyo kama ujuzi wako ama kipaji ulichokuwa nacho kuangalia ni wapi unaweza ukawa na uwezo wa kupika chakula kizuri. Kwa ni wazi kwamba kile kitu utakachokuwa unakifikiria kikiendana na kipaji chako vikaenda vikakutana vizuri, ni rahisi wewe kuweza kufanya kitu ambacho kitakuwa na value, lakini pia kitu ambacho kitaweza ukakifanya na kikakupatia faida kubwa zaidi na kwa ujuzi ambao unakubalika. Mbinu nyingine ya tatu ni kuangalia upatikanaji wa wateja. Niliwahi kuambia kwamba unapolitazama soko, kimsingi unaangalia wale watu ambao wako willing kununua bidhaa ama huduma ambazo wewe utazitoa. Soko linaweza likawa na watu 2000, 1000, 5000, 600, 100, lakini katika hao wateja wako wakawa ni wachache au wengi. Na wateja hapa ni maana yake ni kwamba ni nani ambaye ninavyomwangalia atakuwa au ni aina gani ya watu ambao watakuwa na uwezo wa kununua hii bidhaa ambayo mimi nitakuwa naitoa au huduma hii ambayo nitakuwa ninaitoa. Kwa hiyo ni muhimu sana kwamba kuangalia soko, lakini kwenye hilo soko kimsingi wewe una focus kwenye mteja wako ambaye atakuwa na uwezo wa kununua bidhaa zako hizo. Kitu kingine ama mbinu nyingine ya kuiangalia ni urahisi wa kuanza. Hii biashara inakuhitaji nini uweze kuanza? Je, ni biashara ambayo wewe unaweza ukaianza kwa urahisi, ukaidhibiti kwa urahisi, au ni biashara ambayo wewe utatumia muda mwingi, nguvu nyingi kuweza kuianza? Kwa mfano, kuna biashara ambazo wewe ukizianza unajua kabisa kwamba kwa biashara hii nitaingiza kiasi fulani, nitakuwa nimetoa matumizi fulani na kiasi fulani kitakuwa kimebaki kama faida yangu. Kwa mfano, kama mtu unauza maji, unafahamu kwamba maji yanapangwa katika katoni. Kwa hiyo unajua kabisa kwamba nikiwa na katoni 6, maana yake hizi katoni zitauzwa kwa bei kadhaa na mimi nitakuwa nimepata kiasi kadhaa, nitatoa matumizi kiasi fulani, kitakachokuwa kimebaki ndio faida yangu. Biashara ya aina hiyo inakuwa ni rahisi wewe kuidhibiti kwa sababu huwezi kuwa na mchanganyiko wa vitu vingi. Na katika hili ni muhimu sana kufocus kwamba lazima uwe na vitu vichache vya kuanza navyo, kwa sababu ndo unaanza na mtaji wako ni mdogo, unahitaji kuukuza. Kwa hiyo ni lazima uangalie vile vitu ambavyo havitakuwa na ugumu katika wewe kukufanya uweze kuanza biashara yako. Jambo lingine la kuliangalia au mbinu namba 6 ya kuiangalia ni swala zima la ushindani. Hii biashara ambayo unataka kuanza na mtaji mdogo, kwa mfano kama unataka kupika chakula, unataka kuwa ni msusi wa vitu fulani, je, ni watu wangapi wanafanya hiyo biashara? Uzuri wa kufanya competitor analysis ama unapofanya upembuzi wa watu ambao utakuwa unashindana nao kwenye biashara hiyo, kimsingi ni kwa ajili ya kuangalia ni namna gani kwenye hilo soko wewe utaweza kujitofautisha na wale ambao unafanya nao hiyo biashara kwenye hilo soko, ili wewe uweze kupata wateja wako. Usipofanya hivyo, maana yake ni kwamba utaingia kwenye crisis, ama utafanya kitu kwa mazoea, ama utafanya kitu ambacho wateja wako hawatakipenda. Ni muhimu kuangalia wenzako wanafanya nini, makosa gani wanayoyafanya, na wewe katika hayo unaweza kujifunza kuimprove zaidi, ili kitu chako japo ni kidogo lakini kiweze kuwavutia wateja. Inaweza ikawa ni huduma tu nzuri unayoitoa wewe, unawapokea watu kwa ukarimu, upendo. Mteja wangu jana sijakuona, maswali kama hayo, mteja anajisikia vizuri. Kwa hiyo leo amekuja, lakini kesho anaweza akasema ngoja niende, kwa sababu yule mtu ana lugha nzuri ya kuzungumza na wateja wake. Hiyo ni mbinu namba 6 tuliyoangalia. Mbinu namba 7 ni uwezekano wa kukua. Hii biashara yako ina uwezekano wa kukua. Kwa mfano, wewe unaweza ukawa labda unanunua na kuuza mboga mboga, lakini unaweza ukakua, unaweza ukaanza kulima mwenyewe, au baadaye unaweza ukaanza kununua mbegu unawapelekea wakulima wale ambao wanakuuzia zile mboga. Kwa hiyo inategemea, unaangalia kama ni sehemu umefungua ya grocery unauza maji, je, ina uwezekano wa kukua ukahamishwa ukaenda sehemu nyingine ukaanza kuleta bidhaa nyingi? Biashara ambayo unaiona kwa mtazamo kwamba naanza kidogo na kukua, wewe tayari unaanza kuwa ni a visionary business person, kwamba ni mtu ambaye unaenda kuwa ni mfanyabiashara mwenye maono makubwa, kwa sababu kitu unachoenda kukiangalia unakiangalia kwa udogo, lakini katika huo udogo umeona ukubwa wake siku za usoni. Kwa hiyo ni mbinu nyingine ya 7, kuangalia ni kwa jinsi gani hii biashara yako ina uwezo wa kukua. Huwezi kuanzisha biashara ambayo haina uwezo wa kuexpand. Maana yake ni kwamba hiyo italimit uwezo wako wa kuona vitu, lakini pia italimit na uwezo wako kwa ajili ya kujipatia faida siku za usoni. Jambo lingine ama mbinu nyingine namba 8 ambayo utaenda kuiangalia ni urahisi wa kuanza. Hii biashara yako ni rahisi kuanza, lazima uangalie kwamba okay, kwa mfano masoko yangu yanapatikana wapi? Je, ni watu ambao naishi nao kwa karibu na uwezo wa kuwasambazia hizi bidhaa, au wana uwezo wa kuja wenyewe wakazichukua pale nilipo, au lazima niwapelekee? Urahisi wa kuanza unakusaidia wewe pia kupunguza matumizi, kwa sababu una uwezo wa kumfikia mteja kwa urahisi, au mteja wako ana uwezo wa kufikia bidhaa yako ama huduma yako kwa urahisi sana, lakini pia ikakupunguzia wewe matumizi, gharama za muda, alafu na ufuatiliaji, kwa sababu
sababu kama unauza bidhaa ambazo ziko mbali labda na kituo chako, maana yake ni kwamba itakuhitaji sasa uanze kufanya distribution au kuzipeleka. Wakati huu unawaza kwamba kule nani atakaye kuwa naangalia, au kule ufunge alafu wapelekee wateja. Kwa hiyo maana yake ni kwamba unapokuwa unaangalia swala zima au mbinu hii ya urahisi wa kuanza, ni pamoja na ni kwa kiasi gani wateja wangu hao wanapatikana kwa urahisi, lakini pia ni kwa jinsi gani ambavyo ninaweza nikawasupply hao wateja wangu biashara hizi au bidhaa hizi bila mimi kuingia gharama kubwa sana. Kwa hiyo kimsingi ni kwamba ndoto yako ya kufungua biashara isifungwe na uwezo wa kifedha ambao unataka uwe nao. Ndoto yako ya kufungua biashara inapaswa ifunguliwe na wazo ambalo wewe utakuwa nalo, na kupata hilo wazo ni pamoja na hizi mbinu ambazo nimekupatia, mbinu 8. Ukizifuata vizuri kwa ukamilifu, maana yake zitakurahisishia wewe kuweza kujua kwamba na uwezo wa kuanzisha biashara hii, japokuwa mtaji wangu sio mkubwa au mtaji mdogo. Kwa hiyo kwa kurecap kwa haraka haraka, nimesema kwamba ziko mbinu 8 za kuzingatia. Mbinu ya kwanza, angalia soko lako. Mbinu ya pili, mtaji wako, ujuzi, kipaji, uzoefu pamoja na elimu uliyokuwa nayo. Upatikanaji wa wateja wako kwa wepesi, urahisi wa kuanza biashara yako, ushindani, uwezekano wa kukua na urahisi wa kuanza. Haya yote ukiyazingatia, kimsingi wewe uko kwenye uwezo wa kuanza biashara yako, japo bila kuangalia ukubwa wa mtaji uliokuwa nao, na kwa jinsi hiyo wewe utajiandaa kuwa mfanyabiashara mkubwa, kwa sababu uzuri wa kuanza biashara ndogo maana yake ni kwamba unaweka maono ya kuwa mkubwa. Kwa hiyo unaanza kidogo kidogo na baadaye unakuwa mkubwa. Watu wengi ambao walifikiria kuanza biashara kubwa bila kuanzia chini, ni kwamba huko mbele walikokwenda pia waliweza kuanguka au kuweza kufanya vizuri, kwa sababu vitu vingi vinaenda na experience ama uzoefu. Kwa hiyo unapoanzia chini, maana yake unajipa nafasi ya kujifunza na kukua zaidi. Kwa hiyo unapofika kule mbele, tayari huku nyuma uko tough, hakuna kitu ambacho kinakusumbua ama kinaweza kikakuhangaisha sana. Badala yake utakuwa na uwezo wa kuweza kuchukua maono makubwa katika biashara yako na kuifanya iweze kuwa kubwa zaidi, kujiongezea faida pamoja na kipato ambacho wewe ulikuwa unakitamani. Kama hii video yetu imeweza kukufaa katika kipindi hiki, endelea kufuatilia video zingine, lakini pia chukua nafasi ya kuweza kusubscribe kama ni mara yako ya kwanza, na kuwapatia watu wengine ili nao waweze kunufaika, tuweze kukuza wigo wa watu ambao wana ndoto kubwa kama wewe, kwa ajili ya kuweza kuwafanya waweze kuwa wafanya biashara wakubwa. Asante. Tunasema kila kitu kinaanza na wewe, so it begins with you. Do your best and God shall do the rest. Asante.